Ni mambo vipi? Safi. Fresh kabisa. Kabisa. Maisha Yanga yanaendaje ndugu yangu? Maisha mazuri. Nashukuru Mungu mpaka sasa hivi. Mmetoka kusare mechi mbili mfululizo. Pengine hii kama wachezaji wa Yanga inawajengea kitu gani moyoni mwenu? Sio matokeo mazuri. Na tunaumia sana kwa matokeo haya tunayopata. Na sisi kama wachezaji tunajipanga kwa kusaidia timu yetu ili tupate matokeo mazuri. Pengine malengo yenu binafsi msimu huu ni yapi na mnayaona mkiyakamilisha kwa 100%? Tuna gepu tunalo kubwa. Ndio tumeanza raundi ya pili. Tuna uwezo mzuri wa kupambania timu na tukapata ubingwa. Na ndoto hizo tunazo kama sisi wachezaji kujitoa na tunaweza. Kwako kama Shehani, pengine malengo yako binafsi msimu huu ni yapi? Kama malengo yangu kwanza kuisaidia timu na mimi mwenyewe kupata nafasi ya kucheza na kukionyesha nilokuwa ninacho. Na uwezo nao na bado umri mdogo kufanya kazi tu naambiwa na mwalimu mwana kufanyia kitu mpaka kucheza na uwezo huo. Kumekuwa na tunaweza kusema imani ambapo wachezaji wengi wa Kizanzibari wanapokuja mjini wanafeli, lakini sasa hivi tuna wachezaji wengi wa Kizanzibari wanapokuja na perform. Pengine kuna siri gani kwa wachezaji wa Kizanzibari? Hamna, mchezaji mwenyewe mtu kujielewa. Kama unapojua hii ndo kazi yako na hamna kazi nyingine unofanya, kwa nini usifocus na kazi hiyo moja? Kama sisi wachezaji kufocus na kitu chako kimoja chochote ulilokujia kutoka umepanda boti mpaka unafika huku. Unajua ndio umekuja na kazi yako hiyo moja, je na kazi nyingine. Kwa hiyo kuweka manani na kutilia akili unawaambiwa na kuyafuata. Wewe kama kiungo chipukizi, unaweza kunitajia viungo wako watatu ambao wanakuvutia kwenye ligi yetu NBC? Nao wingi. Yaani sio kama watatu, hata wingi nao. Fresh, ukinipa watano utakuwa unanisaidia sana. Watano. Watano. Kwanza Faisal. Unaona. Hapo kina Shuaboy, kina Mudasiri na wengine siwezi kutaja hivyo na wengine nitakuendesha kwa mbia. Umemtaja Shuaboy, umemtaja lakini na Mudathiri. Kitu gani hasa ambacho kinakuvutia kutoka kwa mtu kama Mudathiri haya? Mudathiri kwanza ni mchezaji tuseme nilipotokea mimi, lakini mchezaji anawapa moyo kama sisi anatupa moyo. Anaambia kwa sasa hivi bado unaweza kupambania namba kucheza na ukaonesha ulikuwa unacho na uwezo unao. Ndio hivyo. Shani, pengine leo singekuwa mchezaji mpira ungekuwa nani? Ungekuwa msomi. Ungekuwa msomi au ungekuwa pengine askari. Ungekuwa askari bwanangu. Kwa askari sasa. KFKM au? JKU. Fresh kabisa. Nilikataa mimi mwenyewe. Ningekuwa askari sasa. Yaani maisha yako wewe na Baka ni maisha ya namna gani? Kwa sababu kuna namna tunawaona mara nyingi mnakuwa pamoja, inasemekana pia mnakaa apartment moja. Baka ni mtu wa namna gani kwenye maisha yako? Ni kati na kuja zangu kwenye timu ya Yanga. Kwa mwanzo naambiwa kuna mchezaji utakaa naye na yeye kashazoea kwa mazoea yake, yani ashazoeka kuja, yani anaijua da ilivyo. Wewe bado unakuja na mimi nilikuwa hata sina hata mtu da. Lakini nilipokuja huku yeye ndo napewa na yeye kifupi paka leo napokuambia anashina vizuri, anapokosea ananielekeza. Nashukuru Mungu tunaishi vizuri na ananisaidia vipande vitu vingine, ananisaidia, ananipa mawazo mazuri, sio kama kwa kunibomoa, ananipa mawazo mazuri. Nashukuru Mungu kwa hilo. Bwana, ugali limekuwa kama kipengele kwa watoto wa Kizanzibari. Kwako ugali unauongeleaje? Mimi sio sana. Mimi sio sana. Kifupi mimi niseme uongo. Na mimi mpenzi wa Mungu, mimi sio sana ugali. Kwa hiyo kitokea siku camp umepika ugali, njia kona nyingi. Kuna kona nyingi. Sema uongo, kuna kona nyingi sana. Pengine chakula gani sasa kinakuvutia? Kula vipo. Kula vipo. Kama tuseme pengine wali. Sana wali. Mimi sana napenda wali. Sema uongo, wali. Shiani, kitu gani ambacho wewe umesha kukifanya kwenye maisha yako ukakiona hiki kitu ni historia kwangu, sikuwa kukifanya lakini leo nimekifanya? Yaani kuna siku nilitokea mtihani lakini hiyo siri ndio siwezi kusema hata hapa. Ndio nipe kidogo. Hiyo siri. Hiyo siwezi kusema hiyo. Basi nipe hata kunificha kidogo. Hiyo siri kabisa hiyo. Hiyo mtihani mkubwa, yani siwezi kusema. Kwanza vibaya ningesema hapa vibaya. Kwa kwangu sio vizuri kabisa. Hata kidogo, yani ungepiga kona tufike tu. Ningesema lakini kwa hiyo msame hiyo
siwezi kusema kabisa. Bwana, shukrani. Asante. Huyu hapa.